Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuja kwako leo rafiki yangu na mpendwa katika Kristo Yesu, unayefuatilia mafundisho yangu kwenye mitandao ya kijamii. Leo nina darasa moja zuri sana ambalo watu wengi wamekuwa wanahangaika na watu wengi wanatafuta ni jinsi gani wanaweza wakafanya waweze kuwa waombaji wazuri, mtu wa maombi. Leo nataka nikupe mito 7 au vitu 7 vinavyoweza kukusaidia wewe uwe mtu wa kuomba vizuri. Vitu 7 vinavyoweza kukufanya ukaomba vizuri. Maombi ni kama mto. Mto unapokuwa unapitisha maji, haujitegemei wenyewe peke yake. Kunakuwa na mito midogo midogo inayoleta maji kwenye huo mto mkubwa, halafu ndio unaanza kutiririsha maji. Na maombi yanafanana hivyo. Lazima ujue vitu tofauti tofauti ambavyo vinaweza kukusaidia maombi yako yakaweza kuwa na mtiririko mzuri. Naamini unatamani kujua, na mimi nataka tuende moja kwa moja tuangalie mito 7 inayoweza kukufanya ukawa mwombaji mzuri. Usikate tamaa wala usiendelee kuhangaika na kutafuta namna ambavyo unaweza ukafanya ili uweze kuwa mwombaji mzuri. Ukisikiliza hizi tipsi 7 na ukazichukua na kuzifanyia kazi, nakwambia maombi yako yatakuwa yanatiririka na kububujika kama mto mkubwa uliofurika maji yanayoenda kwa kasi na kwa speed. Utaona matokeo, maisha yako yatabadilika, kila kitu kitakuwa vizuri. Twende pamoja. Mto wa kwanza, kimto kidogo cha kwanza kinachotengeneza mto mkubwa ni kuabudu. Kuabudu. Mpendwa, unapokuwa umetenga muda wako, unataka kuanza maombi, usianze tu kama train inayokimbizwa. Sio tunafika mahali unaingia unakaa unaanza Baba katika jina la Yesu. Hapana. Lazima ujifunze kuabudu. Tulia mahali, abudu. Imba wimbo, imba tenzi, imba nyimbo za dini, imba nyimbo za kwenye vitabu vya Kikristo, nyimbo za Kikristo imba. Unapoimba unafanya ni sehemu katika kuimba ni sehemu kubwa inayokufanya wewe unatuliza akili yako na moyo wako ili uweze kulenga kwenye kile unachotamani kukisema. Lakini katika kuabudu ndipo unapokaribisha uwepo wa Mungu. Akili yako, nafsi yako, hisia zako zinatulia na Mungu anakuwa karibu na wewe. Zaburi ile ya 100 mstari wa 4 anasema, ingieni malangoni mwake kwa kushukuru. Ingieni uweponi mwa Mungu kwa kushukuru. Ingieni katika nguvu zake kwa kushukuru. Kwa hiyo katika kushukuru ni kuimba. Katika kuabudu anasema nywani mwake kwa kusifu, uweponi mwake. Anaposema nywani mwake, uweponi mwake, anamaanisha uweponi mwake. Kwa hiyo mto wa kwanza ni kuabudu. Lakini mto wa pili ni kuabudu katika toba. Mto wa pili ni toba. Toba maana yake nini? Toba ni kukubali makosa yetu, kukiri na kubadilika kuwa kwa namna ya kurejea kwa Mungu. Anasema waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9, tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata tuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Jifunze kwenda mbele za Mungu kwa toba. Omba toba. Omba toba kwa ajili yako, omba toba kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya mke kama una mke, kama una mume, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya ndugu, kwa ajili ya kazi, kwa ajili ya kila kitu. Omba toba. Ikiwezekana andika kabisa fulani, waombee toba kwa Mungu. Sio kwa ajili yako tu peke yako, kwa ajili ya wengine pia. Unapofanya maombi yako ya toba, unafungua mlango zaidi wa Mungu na neema ya Mungu kuingia kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mto wa tatu utakao kufanya maombi yako yatiririke vizuri. Mto wa tatu, kutafakari neno la Mungu.
meditation, kutafakari neno la Mungu. Usisome neno tu. Ukitaka kuwa mwombaji mzuri, tafakari moyoni mwako, litafakari neno la Mungu ndani mwako. Anasema Yoshua 1:8, anasema kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Manake yani yale maneno uwe unayakiri yaliyoandikwa kwenye nini? Kwenye Torati. Alafu anaendelea pale anasema, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Yatafakari. Sasa nini maana ya kutafakari? Kutafakari ni kuchakata neno ili uzaliwe uungu ndani yako. Kutafakari ni kuchakata neno ili uzaliwe uungu ndani yako. Kutafakari ni kujihoji sana kwa undani juu ya neno ili kizaliwe kitu ndani yako utakachokifanyia kazi. Ndiyo maana ya kutafakari. Sasa neno la Mungu ni mafuta yanayowasha moto wa maombi. Ukitaka kuwa mwombaji mzuri, tafakari neno la Mungu. Katika kutafakari neno la Mungu, ndipo hapo unaona ule moto wa maombi unalipuka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mto wa 4 ni mahitaji. Mahitaji. Ukishafanya matafakari, unachotakiwa kwenda nacho ni mahitaji yako. Anasema Wafilipi sura ya 4:6, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Halafu anamalizia anasema, haja zenu na zijulikane na Mungu. Mweleze. Sasa yale mahitaji ulionayo sasa, shida zako sasa, matatizo yako, ndo wakati wake sasa. Vile vitu vinavyokuumiza ndo wakati wake sasa. Vile vitu unavyovitaka kutoka kwa Bwana ndio muda wake. Mweleze yale mahitaji ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kitu kingine au mto mwingine wa 5, maombezi, intercession. Usiombe mahitaji yako tu peke yako, basi ombea na wengine. Orodhesha watu. Una ndugu, una rafiki, una nyumba, una viwanja, viorodheshe hapo. Halafu anza kuombea kimoja baada ya kingine. Kama kuna watu ni wameleta mahitaji au hawajaleta mahitaji ila unawafahamu, wana changamoto, ni wagonjwa, usiache kuwaombea. Unapofanya hivyo, unatengeneza mto wako wa maombi unakuwa mkubwa. Maombi yako yanakuwa na uwezo mkubwa. Maombi yako yanakuwa na nguvu. Unakuwa na muda mzuri wa kufanya maombi. Anasema Wathesalonike wa kwanza sura ya 2:1, anasema basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote. Zifanyike kwa ajili ya watu wote. Unahitaji maombi yako yaeleweke, maombi yako yawe na muda, maombi yako yawe na matokeo. Jifunze kuombea watu wengine. Tuangalie mto wa 5. Mto wa 5, vita vya kiroho. Vita vya kiroho maana yake nini? Ni kusimama kinyume dhidi ya kazi za adui kwa maombi. Kwa hiyo piga vita, tumia mamlaka uliyopewa na Mungu. Haribu mipango ya shetani, haribu mipango ya wachawi, haribu mipango ya waganga. Piga vita. Kwa kufanya hivyo, unatengeneza wigo wako mkubwa wa maombi yako. Uhai wa maombi yako unakuwa mkubwa. Nataka nikwambie, hata kama unaanza, usiogope kuanza kidogo kidogo. Anza. Kadri siku zinavyoenda, utaendelea kuona mtiririko mzuri wa maombi. Utaendelea kuona nguvu za Mungu katika maombi yako. Anasema Waefeso sura ya 6:12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme. Maombi ni silaha ya kushinda nguvu za giza na kuwalinda wapendwa wetu. Omba, piga vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Na njia ya mwisho au mto wa mwisho, mto wa 7, ni shukurani. Anasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Jifunze kushukuru.
Baada ya maombi, jifunze kumshukuru Mungu. Mwambie Mungu asante kwa yale ambayo umeshajibu, hata kwa yale ambayo bado haujanijibu. Ninaamini saa na wakati ukisha kufika, na hayo ambayo bado sijapokea majibu nitayapokea. Mpendwa unayenitazama na unayesikiliza mafundisho haya, nataka nikwambie kwamba chukua haya maandiko, anza kuyafanyia kazi. Kila kipengele kimoja kitengenezee mazingira. Ukiweka mtiririko mzuri wa haya maombi, utaanza kuona maombi yako yanaanza kuchukua muda. Utaanza kuomba nusu saa, dakika 40, lisaa moja, masaa mawili. Unaweza ukasema, mtumishi wa Mungu, kuna ulazima gani wa kuomba muda mrefu? Nataka nikwambie hivi, kama mtu yoyote unayempenda, itakulazimu sana uwe na muda mzuri wa kukaa naye na kuongea naye, rafiki yako, ili kuimarisha mahusiano yako. Kama ni marafiki tu, tunatenga muda wa kuongea nao, wa kuwapigia simu, tunapiga story. Iweje kwa Mungu wetu wa mbingu na nchi? Tunahitaji muda mzuri wa kukaa na baba yetu na Mungu wetu. Kwa hiyo chukua hizi tipsi, zitengeneze vizuri. Hivi vitakuwa ni vimto vidogo vidogo vitakavyounganika pamoja, halafu vikakutengenezea mto mkubwa wa maombi. Utakuwa na mtiririko mkubwa na maombi yenye mpangilio na yenye maombi yenye majibu. Mungu akubariki katika jina la Yesu Kristo. Bye bye.